tuko booth huko, wewe uko kule huko control room, wao wako booth. Nikamwambia Pifa, ngoja nataka msanii hapa. Ananiambia kweli bro? Nikamwambia sure bro. Nikamwambia si huyu ndo huyu. There was a story about Nature, kwamba Nature ni kama wewe ulikuwa wa kwanza kumgundua yani, alafu baadaye ndio ukampendekeza Bongo Records. Mimi Nature nilikuwa simjui by then, lakini nilipata shughuli ya kufanya kazi na Mabaga Fresh. Mimi mtu aliyeniletea Mabaga Fresh ni Marlon Lynch. Marlon Lynch nadhani alihusika nao, maana Marlon Lynch kabla hajaingia MJ alikuwa Don Bosco, studio Don Bosco. Wale walifanya, kuna contest ilifanyika, wao wakashinda. Kwa hiyo kushinda, Marlon nadhani akawaleta kwangu. Mimi na Marlon tulikuwa majirani. Akasema hawa madogo bwana wameshinda bwana, watengenezee basi track hata moja. Nikasema no sweat. Sasa mimi ubaya wangu studio ndio tulikuwa tumeibiwa vyombo. Okay. Lakini mimi nilikuwa nakaa jirani na P-Funk, Bongo Records. Kwa hiyo nikachukua, nikaenda kuongea na P-Funk kama bwana, mimi na vijana wangu nataka nije nifanye na track moja free, haja ni charge. Ndio kama ninavyokuambia, kwa ushirikiano ulikuwa ni mkubwa sana. Akaniambia sawa, walete. Tukapanga appointment, akaja nao. Kuja nao wakaja na Nature. Nature was laid back, very cool. P-Funk ndio ana harakati za ndio ana introduce Bongo Records. Kwa hiyo bado nadhani alikuwa haja sign wasanii wengi. Tukafanya track pale, mimi nikaingia, yeye akawa na operate, mimi produced it. Na mixing akaja kaifanya yeye. Mtulize sasa hivi. Mtulize. Wow. Na nadhani ile ilikuwa ni remix. Mtulize nadhani walishaifanya. Okay. Lakini ikawa kama ilipendekezwa niwafanyie au tulisema tufanye remix au sijui ni vipi, lakini nadhani kati hicho kimoja. Kwa hiyo piga verse ya kwanza, verse ya pili akaja Juma Nature. Alipopita mlafu. Sasa mimi nimeshakuwa na ile touch ya Gangwe Mob na GWM. Nikaona mbona amekuwa mellow zaidi. Hajawa ile hajawa happy. Lakini kapita mle. Vesi langu baya alifajili hata kama kampani yangu mfizili. Sua ime expire date kwa ajili ya majabeti Mtulize kuda deki. Kasema noma sana. Tuko booth huko, wewe uko kule huko control room, wao wako booth. Nikamwambia Pifa, ngoja nataka msanii hapa. Actually nilifanya suggestion nyingine, akaenda kutengeneza nyimbo na Lady JD. Katika nyimbo za mwanzo kabisa, umuhimu wako sana ona umuhimu wako, Lady JD. Hiyo ilifanyika MJ. Kwa hiyo that's the story ya Juma Nature. Mimi nilikuwa simjui Juma Nature, lakini nilipomsikia tu, the rest is history.